umeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Bwana umpe mafuta mabichi, umpe Bwana roho wako, umpe mafunuo ya uwezo wako, ili kwamba katika kuandaliwa hili Bwana ibada hii ikaweze ongozwa nawe na uwepo wako uonekane. Asante manake halmashauri ya mbingu itazunguka mahala hapa. Asante kwa kila jambo tangia mwanzo hadi tamati, jina lako litukuzwe. Asante manake umetenda, maana vyote ni kwa Yesu Kristo ali Bwana mwombezi wetu. Amen and amen. Mama Frida was a very lovely lady, full of many stories. The few times me interact na yeye, unatoka hapo kama umechangamka na uko na furaha. So I will really miss her. May she rest in peace. Kwa jina ni Caroline Muthoni, mke wa James Misango. Madhabahu na waombelezaji wengine wote ambapo wamefika hapa siku ya leo, na jamii kwa jumla na wasalimu hamjambo. Langu ni kusema pole kwa jamii, pole kwa watoto, pole kwa wajukuu, pole kwa kanisa na pole kwa marafiki wote ambapo tumepoteza mwenzetu. Mimi jina ni Flora Diru,
na vile mmesikia wameongea kuhusu mama ambaye amelala. Mimi namuita mama. Ni kweli, na tumeishi vile tumeishi mpaka wakati wa mwisho. Mama kweli alikuwa mtu mkarimu. Yote yamezungumziwa, na mimi nasema tu Mungu aweke roho yake pali pema peponi. Asanteni na mbarikiwe. And we don't know how we did it. We made it through, and we can't tell. But one thing we know, Jehovah. Give him glory. Asante sana wajukuu. Mbozi Mreve Kande. Kumita ni Hector Mbihila, mtoto wa Linet. My name is Olive Liafuta, daughter to Linet Deiru. May the perpetual light shine upon our grandma's soul, and may her soul rest in eternal peace. May you pray for us as her grandkids. We'll surely miss Woba Nili Cabbage. We thank Shosho for Vuova. Sana sana ilikuanga Vuova. Nili cabbage, hiyo ingekosa. Na fried nini muogo. Hiyo sitasahau, na unaweka kachumvi kidogo, unakula unafurahia. Na ukitoka anakupatia ndizi unaenda nayo. And we would make sure that she has given you the means to go home. So may Shosho rest well, and we thank everyone that has come, and may God bless you. Kitenda mimba Kolinzi wohi Bando wagolole Kolinzi wohi baba Kevin gohi Kevin baba Bando wagolole Kevin wohi Ajelwa mama Ajelwa wohi Mafanana Furainu Mafanana Buramweri Bwana asifiwe. Elimu katika jina la Yesu. Hamjambo tena. Hawa ni watoto wa Frida Deiru na Willy Deiru. Nitawakaribisha kufatana na udogo na ukubwa. Karibu.
Asanti kanisa na waombolezaji na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo? Jina langu ni Bramwell Ihaji, na kila wakati wanawekwa wa mwisho, sijui ni kwa nini wanawekwa wa mwisho, lakini nazungumza wa kwanza. Na siku ya leo ni siku ya furaha na vile vile siku ya huzuni, kwa vile tumempoteza mama. Wajukuu alisema walikuwa wanapewa ubuova, mimi nilikuwa napewa samaki, na kwa hiyo nitazidi kumshukuru. Asanteni. Kando yangu kuna mtu ambaye tumetembea naye, atajitambulisha. Praise God. Praise God once more. My name is Mercy Haji, nikiwa mke wa Bramwell. And today it's such an emotional day to me because it is also my birthday. I got an opportunity to interact with Mom for a few times, and what I can say, she was warm and welcoming. And we've lost such an icon in the society. And to my father-in-law, I just pray that the Almighty God will grant you strength and resilience as you navigate through this difficult time. And may you find solace in the Almighty God. And to Mom, may your soul rest in everlasting peace, forever in our hearts until we meet again. Thank you. Hamjambo. Ni mimi pekee nimekuja peke yangu. Niko na nyumba. Ni mtu anatafutwa. Hallelujah, hallelujah, ibe murina,
usiende kulwa. Usiende ku Yesu, usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Mama wanje usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Mama wanje usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Mushiri ibe usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Usiende ku Yesu, usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Usiende ku Yesu, usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Usiende ku Yesu, usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Usiende ku Yesu, usiende kuwina. Usiende ku Yesu, usiende kulwa. Kidao chumwigulu Duwa nyawazi marai ya mazizi yako mwako siya unyora. Kidao chumwigulu Duwa nyawazi marai ya mazizi yako mwako siya unyora. Murotiamba amba wijandire. Amba wigandire Yerusalemu. Muyamba amba wigandire. Amba wigandire Yerusalemu. Murotiamba amba wigandire. Amba wigandire Yerusalemu. Muchayamba amba wigandire. Amba wigandire Jerusalemu imbya. Haleluya. Asante sana. Magana manyinge gaboreywe, yani mengi kuhusu Mama Dero Frida Mdeizi, mke wangu, amekuwa ni mengi. Ningependa tu niseme yale ambayo hayajanenwa. Yale ambayo hayajanenwa ni historia. Watoto mweke kitu kwa masikio musisikie, sababu tulikutana na mama yenu mwaka wa 1965 na tukawa marafiki from 1965 mpaka hiyo mwaka tumesema 1976 April ndio tulioana, yeye akisoma Bunyore Girls, mimi nilikuwa nasoma Kakamega High School. Na wakati ule, na tulikutania kwa shule ya Mungavo. Mjomba yake shule ya Mungavo nilisoma huko. Mjomba yake alikuwa deputy headmaster, na headmaster alikuwa ni mjomba wangu. Mjomba yake deputy alikuwa anaitwa John Ingosi, na headmaster alikuwa Daniel Choka aliyekuwa mjomba yangu. Na hizo siku teachers walikuwa very keen, lakini tulikuwa tunajuana vile ya kuandikiana barua. Hata ukimwambia wakati unaenda nyumbani nitaweka pale kwa gate, hata kwa miti or somewhere unaweka kwa nini, so that you can communicate. Wale vijana saa hizi mna communicate na nini? Ni wazimu au ni simu? Saa ingine inakuanga kama wazimu. Yeah, those days there was no other way of communication. Na wakati ameenda secondary school, zote tulikuwa huko, barua tukiandika. Sasa siku hizi post office haina kazi, tulikuwa tunaandikiana barua. Na I don't know some of you kama muko stamp collectors. Stamp kwanza ilikuwa inauzwa na 15 cents, alafu akaongeza mwishowe ikafika 30 cents to write a letter to go to anywhere in East Africa. Ilikuwa inaitwa East Africa Post and Telecommunications. So that was the way of communication. Na yale mengine yamesemwa kwa ufupi. Vile my sisters walisema, hiyo ni time. Oh, ni mtoto anagonga ngoma. Yeah. So
vile my sisters wamesema, kwetu tulipoteza wazazi tukiwa wadogo sana. Mimi nilikuwa tu mwaka 10 when I had lost all the parents, na tukiwa marafiki na Frida, wakati alikuwa anakuja nyumbani, nilikuwa nimejenga ile nyumba walisema ya nyasi mama na ebembe sikolanga abakebembe ndomba ka nyumba ebembe zifuti 14 ku 14 emo mwa kwabirukera kodoka koleta na likwaleta neramu madiko gendegara ne nyumba yenera musumali gwazi yakudara kwaziza koenza mukebanda imigoye jabaranga makambi na jinde baranga bigusa makambi negakuma obeke mazi gagone asubuhi gaboha mugullo kesegesa icho ndio na paga enyumba yene nesengera bukindu bwahira kudawe haikupelekwa na baridi kwa wale wasanji wale wametoka mbali. Nasema tu pali tulitoka ilikuwa mbali, na mimi mwenyewe nilianza kwa kujenga ile tunaita Simba au EDC, na hiyo EDC haikukuwa na msumari yoyote, ilikuwa inafungwa kwa kamba ile ya kutoa kwa msituni, and it was never blown down by the wind, haikuanguka. So maisha tumaishi na mama mengi. Wamesema wale wako na program wa taisoma, alikuwa tu vile alivyokuwa, na hizi miaka 50, for those of you who are nursing homes, akiwa mkali wewe unakuwa namna gani? Unakuwa mpole. Mimi ni mpole au si mpole? Kulinda maisha, sivyo? Kama ile nyingine wamesema ni kulinda kulinda maisha unakuwa mpole so that your family can go ahead. Lakini to my in-laws n'abasanji batuliye mago bali hano, asande muno komba mkaye mulayi kwamenya naye mulayi muno yayinzibula abana aba kandi yaba birukiza bulayi kandi sobere kuri babendio kwaba hamima mirahe nabogadokana kandi basambaze mima mirahe jenegira kubisikuru bandakalora n'abande badoka bahendera babalende kandi banende. Kurabaga ruhani yale muhani lidiwa lidiwa kabisa. Nale numudoga kalingota mudoga gwene golaba munene nale ngenge bindu binyinge, lakini yabekamu mpaka binde lero mbola kali lero nobeka mugodoka kuziza adawe, kwa sababu alikuwa ameipack na vitu nyingi sana. Na nimeona hayo hata kwa watu ya ukoo wote wakitutembelea, yeye anakuwa ni mama wa ukarimu mkubwa. Kwa hivyo kwa safari yake hii tunamwombea au ninamwombea safari iwe njema, nasi tumebaki pahali tunaenda ni karibu na pahali tumetoka ni mbali, kwa sababu hizi miaka wakati watasoma historia mtaongeza miaka 2 kwa hiyo historia yake, basi mtajua umri wangu. Na kwa hivyo pale tunaenda ni karibu, na tunaomba Mungu tupatie afya nzuri vile wazungumzaji wamesema. Sasa kwa watoto nabiko na watu wote, ningependa kuwashukuru kwa ile support ambayo mmetupatia. Hatujakuwa na stress yeyote. Ile stress tungekuwa nayo ingalikuwa kwa hii kiwanja,
kwa sababu agizo lake lilikuwa wageni wake wasije na wakasimame. Kwa hivyo nikiona a few chairs, naona hilo lilitimizwa. Na tena ningependa kutoa shukrani kwa shemegi yangu Franco, ali release mke wake Jane. Jane amekuwa na Mama Diru kwa hospitali miezi mitatu. Yeye hajarudi kwake nyumbani. Sijui nani amempandia mahindi au ni nani alivuna mahindi. I just keep wondering. She has lived with us for that time when Mama has been seriously sick. Na ningependa kumshukuru Franco, watu wa Mago na pamoja na Jane kwa kuwa na sisi. And that is not to forget Joy and Mama Linda Douglas. Wamefanya kazi nzuri sana. Na kwa nyinyi ambao mko hapa, ningependa tena kuwashukuru kwa ule mkono wa buriani. Vile nimesema tu yatoshe. I have not had any stress. Tumefanya mpangilio ya mama, imeenda vizuri. Yale singesema mtasoma kwa kijitabu, na tena muda nikiendelea nitakuwa navunja ile promise nilikuwa nimeweka kwa kanisa. Asanteni. Asante sana. Marehemu Freedom Days Diru alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 1952. Alikuwa mtoto wa marehemu Hezekia Kidaji na mama marehemu Susana Kasandi. Alizaliwa mtoto wa afya njema iliyopendeza wazazi wake. Wakifu, aliwekewa wakifu katika kanisa la Jeshi la Wokovu Magoko. Ukoo alikuwa ukoo wa Bariero Baruses na ujomba wa Vamgombero. Masomo, alisoma shule ya msingi ya Muungabo, akafanya mtihani na akafaulu. Akajiunga na shule ya sekondari ya Bunyore Girls hadi kidato cha 4, akafaulu. Alijiunga na chuo cha ualimu Shanzu Teachers College Mombasa na kufuzu. Kazi, alikuwa mwalimu na mkulima na mfugaji, haswa uyoga, mboga na kuku. Aliajiliwa na Teacher Service Commission na kufunza katika shule zifuatazo: Nakuru Bondeni Primary School, Gibudiani Primary School, Shamahoho Primary, Machakos Township Primary, Severian Primary School, Kodiaga Primary, Garissa Primary, Young Muslim Primary Banja na hatimaye Goibei Primary alipostaafu. Alisifika sana kwa kuwa mwalimu shupavu wa Kiingereza. Alistaafu mwaka wa 2007. Ubatizo wa maji mengi, alibatizwa kwa maji mengi katika kanisa la PAG Kisumu. Alipata nyumba na kijana William Kerora mnamo tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 1976. Ndoa takatifu. Marehemu Freedom Daisy Diru alihalilisha ndoa yake mwezi wa Agosti 1980 kwa DC Machakos. Walijaliwa kupata watoto 7, wavulana 3 na wasichana 4, wote wako hai, wakiwa Linet Ambogo Diru, Douglas Renson Diru, Rachel Ajirwa Diru, Joy Joan Diru, Juliet Mohonja Sindani, Kevin Moses Arano Akerora, Collins Akerora Diru. Marehemu amewacha wajukuu 16. Ugonjwa, alianza kuugua mnamo tarehe 17 Septemba 2024. Alipelekwa kwa hospitali mbalimbali na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Marehemu aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa uvimbe katika mfuko wa uzazi. Pia aligunduliwa kuwa na shida ya mapafu mwaka wa 2025 tarehe 17 Februari. Tarehe 5 mwezi wa Oktoba 2025 alilazwa katika hospitali ya Kanika. Februari 26
alipelekwa Synergy Medical Center Kisumu kwa matibabu na kupatikana na uvimbe kichwani. Hii ilikuwa dharura ambapo ilibidi apelekwe haraka Moi Teaching and Referral Hospital huko Eldoret. Alitibiwa na kufanyiwa tiba ya mionzi, radiotherapy na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Alipozidiwa mnamo tarehe 25 Machi 2026 alipelekwa hospitalini ambapo alithibitishwa kuwa ameaga dunia katika hospitali ya rufaa ya Mbale. Kuacha roho ya marehemu mikononi mwa Mungu muumba wake. English version inasema Mama Diru was in good health until the 17th September 2024 when she was diagnosed with mass in the uterus. On 17th February 2025, she was hospitalized at a referral hospital diagnosed of endometrial carcinoma and pleural effusion with comprehensive atelectasis of pulmonary metastasis. Mama Frida was subjected to proper medication and responded well at Aga Khan Hospital Kisumu and the Synergy Hospital. On 15th October 2025, she was admitted at Kanika Hospital Kisumu and diagnosed of non-neuropathic heredofamilial amyloidosis. In February 2026, she was taken to Synergy Kisumu for a brain CT scan, where she was diagnosed of broad-based extracorporeal mass pressure brain. This was an emergency that required radiotherapy done at Moi Teaching Referral Hospital, Eldoret. Medication was given and was discharged. On 23rd March 2026, she developed acute post-radiotherapy complications. She was rushed to VCRH on 25 March 26 at around 11:20 a.m., where unfortunately she was pronounced dead on arrival. The Iron Lady fought this battle to the end. Rest in peace, Mama Diru. Wote tuseme amen. Ovumenyo omwigulu njereranga njereranga hauhofa utariho umwami wanje hariyo nimenyana ekazozo haleluya ingo yanje yumwigulu Nengasu yovolavu ohozunwa mendo hufa shiwinjira haleluya njereranga njereranga hauhofa utario haleluya umwami wanje ario onimenyana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, leta mhuduma wako mbele zako ewe Bwana, anaponena na umati huu upate kubarikiwa kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Tumekuja hapa kumwambia mama, umetutangulia katika safari, nenda salama. Bwana asifiwe. Vipindi vyote vitatimizwa kadri na jinsi vile kanisa linatuelekeza, lakini mniruhusu nihubiri. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Luka 10 mstari kuanzia 30, nitateremka nayo, neema za Bwana ziwe pamoja nami. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi
wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona akapita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na akamwona, akamhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Swali: waonaje wewe? Katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Bwana asifiwe. Wakati tumejeruhiwa, tunahitaji mtu wa kusimama nasi katika kuponya. Hakika ni hatari katika matanga kama haya tuliyoko ndani. Tunakuja kumuona mmoja ambaye anaomboleza zaidi. Mzee ako hapa analia, watoto wa mama wako hapa wanalia, jamii ambayo ametoka ndani wanalia, na wewe unataka kuongeza machungu. Heri, inafika mahali inasema, hata heri hungekuja katika matanga haya, heri hungekuja katika kumuomboleza, heri hata hungekuja kusema, kwa sababu aliyejeruhiwa anataka maneno ya kumfariji. Lakini mtu anakuja kukufariji na kutoa makosa jeraha. Utaenda kwa boma lile kwa sababu wewe uko na amani. Asubuhi moja ufike katika boma hili, ukute kweli kaburi limewekwa mama, imeisha. Watu wanajaribu kusema, ewe Jehova katusaidie jinsi vile tutakavyotuliza hali hii, na wewe unaenda kuuliza, kweli Frida yakuza hivi, wewe ulikuwa unakuja nini? Watu wanataka kutiwa moyo. Hata kama mama alienda, kuna tumaini mara tena. Kwa kutenda mema kwetu, tutakutana na mama mara tena. Tutie nguvu katika barabara ya kwenda mbinguni, tukutane naye. Waenda kumsaidia aliyejeruhiwa, badala ya kusimama naye unamtangazia jinsi vile wangeenda hospitali. Hawa wameenda hospitali. Unamtangazia jinsi vile angeenda kwa daktari. Hawa wamekutana na madaktari. Nataka kutia moyo kwamba wakati wa Mungu ni bora. Sisi sote tulio hapa, hata kama tutaenda kwa daktari bora, tutaenda juu kwa Baba. Hata kama tuko sawa, siku moja tutakuwa mbele za Bwana. Mwambie mwenzio, siku moja tutaondoka katika dunia hii, tutarudi kwa Baba. Iwe kwa kupona, iwe kwa kupaa, iwe kwa kujeruhiwa, siku moja tutarudi kwa Baba. Baba yetu tunayekupenda, umemtoa mama katikati yetu. Yeye ashatangulia mbele ya haki. Nyuma ambako tumebaki, Baba, tunajiuliza maswali. Ile raha ya mama, mapenzi ya mama imetuondokea.
tumebaki Jehova, tumejeruhiwa. Baba, tutie nguvu, guza vidonda, guza aibu, guza kuchekelewa, tufunike, tukumbatie Jehova, Shamii ikafarijike. Kwa Yesu nimeomba. Na kwa vile alivyo mtu yule aliyetoka mbinguni, ndivyo wale waliotoka mbinguni. Kama vile tulivyochukua mfano wa mtu wa ardhini, ndivyo tutakavyochukua mfano wa yule mtu aliyetoka mbinguni. Kayanzizi Nyasaye kubura Frida Diru kutura muliroba kigira baduce kuri kuriye yembererizi bakumuranga ubitutanga nafinye kuzi hano kuhana bushahidi bwo kumuhereka
kijanya sabora umuntu yaromba kufura ku maroba kararagaruka ku maroba kuko kurukizanga Frida ku maroba maroba ku maroba gushi kurugushi igoke kuri goke mu moyo imbiri wa Nyasaye Yehova Nyasaye dada wetu mtakatifu kusenge hano kumbiri kwa mama Frida kila lidi kulida je mbele lizi ya kuduka Nyasaye umurangi uruti bwangu abe imbiri wobo na kilindwa cyate hano kumugura Frida urume liloba kuduka enginga Yesu aliza utamana kandi wagaruka mu bwanyi nomba sako sabati gaye mu bwanyi ta urume liloba kuduka rwe simguka libaho bantu bose na mwami Yehova Nyasaye Benda kelindwa yiki uyu mutume kiri wobo umurinde kija yakora miyenzi iyo yadiga ku miyenzi gijo nagene ka mwami Yesu umbeke hara Yehova yite lido dizomi ureki abana ureki namuretwa musakuru wewe ureki hiri ureki kanisa ureki abatende mwami Yesu kigize kitambara cy'ubugasu wenyamariga gabo najibiri demon yakebeka mutungu bizamagondi yiranga Frida yaza kukosa kusabatiga mugizi kula mamuta Yesu njira riswa kundu mukuru demon yali ya kale yakuza likule kumanya Yesu kandi lizili wanyane mugizi yikosa kusabandu bandu barota bakanda Frida kulama kulisungura muta Yesu njira riswa Yehova Nyasaye gasiza kirindo yiki gasiza baziza babonye ni kiringo bagasizwi ganda kusaba mu bagasizwi baziza kwidiza makono gogo Yesu Kristo nawe mwana wa Nyasaye amen. Yes.